Lakini soft life gani unataka tu kwa jasho ya wengine? Nataka ujue iko wanaume ukiwakula ni kama Ukristo yao kidogo inarudi. Kwa sababu hata yeye wakati anakukula ana Ukristo. Lakini in the event utachomoka, kama anakuwa na Ukristo kidogo, anasema ni sawa, wacha achomoke, kitampata mbele. Iko mwanaume hawezi entertain hiyo ujinga. Mtakufa wote pamoja. So ukikula vya wenyewe, kula ukijua iko na consequences. Why playing with madness like this? Serious madness of things. Again, I repeat, I'm not speaking about that girl, I'm speaking to you. Ukijua unakula vya wenyewe, particularly vya mume wa mtu, na mke wake yako mahali anasumbuka. Oh, poor child. Analia watoto wake, analia chakula, ametelekezwa. Mume anakimbia na ndogo ndogo hapa ingine yenye inahubiri. Itakufikia. Allah. Allah. Wanaume hawawezani na mwanamke anayenuna sura ndefu. Come again. Hawawezani nayo. Exactly. Nini kinatokea? Long faces wanaume hawawezani nazo. Hakuna uongo hiyo. Really? Si hawa hapa wachache. Yes. Ni nini kinatokea? Anaenda kutafuta vijitu vinavyocheka tu ovyo, na wako wengi sana, anacheka tu. Jesus. Hajachekeshwa, anacheka. Samahani boss. Ungependa chai ya maziwa au ya rangi? Ukipata nafasi wewe ya kumuandalia mumeo chai, sukari kibao. Baba anaomba kama ni likizo, kama ni weekend ishe haraka aende kunywa kale chai katamu. Unajua wengine hawa ni makoni manisama. Hawa mwingine hata hana kitu, hata ikitoka itaanguka iende mpaka. Lakini kama bebelezwa, kama tengenezwa, ukiona, hey my God. Ukiona hot cake. Oh my God. I'm kidding. Sasa wewe umevaa hiyo trouser hiyo. Unajua mwanamke haruhusiwi kuvaa mavazi ya mwanaume. Hapana. Agent mkubwa. What? Shetani wewe. Unajua mapaja zenyu na zetu ni tofauti. Ndio mmepewa nguo zingine na sisi zingine. Unajua hivyo? Unajua dressing ya waokovu na dressing. Wale wasio waokovu wana dress ya kupendeza watu. Wale walio na wokovu wanafanya dressing ya kumpendeza Mungu na kufunika uchi wake. Ndio naona ule ako na Mungu, hata akianguka hapa agaragare bado anafanyaga mikono hivi. Nice. Hata akigaragara unaona bado anafunga nguo. Wale wengine mpaka mlete mashuka afanye mguu hivi apanue inue. Ruti yako tukuja. Mpaka mlete mashuka afanye mguu hivi apanue inue. Hapo bado anataka kuigiza watu kwa hiyo shetani yake. Wewe mwenyewe huku ni kweupe, hata mimi nikitoa mtaona ni kweupe huku ndani. Hii yako unavuruta mpaka hapa. Ni nini unataka kuonyeshana? Yesu! What did you say? Ni nini hiyo unataka kuonyeshana huku ndani? Ni nini hiyo unafuta nguo fudi mpaka anafima hapa? Hiyo ni devu sana. Na tena unapasua hapa. Malaya wewe. Tena kuja kusema ati shetani amekuvamia, atakuvamia. Wewe umempatia license. Hata kama mchungaji anasema ati haongelei huyo msichana, anamuongelea indirectly. Shughuli namba 1 yenye tulisema, usifikirie ati mtu atakufanyia kitu akusomeshe upate job umwache. Mambo haitakuwa rahisi. So unaona huyu pastor alikuwa na react ama alikuwa ana respond kwa hii issue imetokea kwa group fulani ya kwaya. So inasemekana huyu jamaa alikuwa spend a lot of money kwa that lady. So amemueducate hadi mtu amegraduate. So mtu amekuwa mtu wa kupigiwa mfano kwa society. Then abruptly leo msichana anamwambia,
mimi sikutambui. In short tu pastor anasema usifikirie vitendo yenye utafanya itaenda bure. Anasema ni wachache sana watakusomesha kulipia college upate job uadampa alafu waachane na hiyo story. But anasema 90% of men watakufieka. So slogan ni moja. Kama unajua utatolerate ama uta keep that promise, usiharibu pesa za huyo jamaa because it will haunt you. Sasa wewe mama uko kwenye ndoa. Unatafuta rafiki aliye divorce. Unategemea nini? Kwa hiyo lazima utafute rafiki ambaye atakusaidia. Mnanisikia? Wewe mtu ameachika mara 3 ndio unafanya naye urafiki. What are you saying? Hakuna gari iliyokwama inatafuta gari bovu kwenda kuvuta. What? Unatafuta zima ndio likavuta aliye nani? Okay. Now your head correct. Ndio maana nilikuwa nawafundisha siku moja mabinti, ukiona mama yako ameachika, be careful. Atakuambukisha ile spirit. Jesus is Lord. Na wewe hakutokupenda mume wako. Kwa hiyo tafuta family ambayo wanaweza kukushauri. Ambayo mkiwa na ya moyoni mnayatapika yote. Exactly. Sasa kuna watu mnaumia, huna mahali pa kusema shida zako. Oh, poor child. Ziko ndani. Kuna mama mko hapa, mko na damu kwenye mioyo yenu zinavuja. Nani? Naeleza wewe. Mateso unayoyapata pale kwenye familia, lakini unamwambia nani? Hizo dhambi yawe. Na wahubiri walishawatishia, usitoe siri ya familia. Tunza siri. Tu siri gani? Nimekaa na Boko Haram na mabomu. Akiyalipua usalama wangu uko wapi? Utakufa. Tafuta mtu ambaye anaweza akakusaidia ukatoa yale, akakusaidia, akakushauri. Pastor amerudi tena. Na sasa sahi ana advise watu waepukane na watu wenye walisha make mistakes. Anasema kama uta associate na mtu walisha make mistakes, absolutely pia wewe uta make hizo mistakes. Na anasema hizi mistakes huenda hivyo hadi zinakuwa kwa lineage. Yaani zinakuwa hereditary. Inatoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. So anasema kama huwezi avoid such groups, with the time utakuwa victim. Na hapo ni ukweli. Huwezi kaa na group tofauti na malengo mazuri ufikirie uta maintain your characters. Lazima watazichange with the time. So anasema kulingana na venye statistics ziko sahi, wrong people ndio wana advise the right one, yani wenye wanafanya mambo mazuri. So that is why anasema kama uko sure huyu mtu alisha make mistakes, in fact anaongeza hata kama ni mzazi wako, wewe uko sure huyu mzazi hakukuwa na kismat mahali fulani, nyota yake ilikuwa imezima, alikuwa anatapatapa, mara ako pale, mara ako huko, mara ako huko. Anasema kama utakaa ngumu, huenda hiyo spirit itakufuata. That is why unaona ana advise ladies a lot. Anawaambia avoid those groups that walisha fail. Cause anasema no matter how you'll do that, ita impact your day-to-day life. Na hapo ni ukweli. Peer pressure ni mbaya sana. Ukikuwa na group mbaya pia utafanya mambo mabaya. Ukikuwa na group mzuri pia wewe utakuwa na characters nzuri. So lesson ya leo ni hiyo tu. Avoid bad groups. Avoid failures. Mtu mwenye ashafanya mistakes, kaa mbali na yeye. Otherwise, pia wewe utakuwa victim.